from next week, 3 days straight of maandamano, Monday, Tuesday, Wednesday, until William Ruto understands that the people are suffering and repeals this law the same way that he imposed it upon them. Okay. Mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi hapa nchini Kenya. Wakenya wanazidi kusisitiza kwamba hawatakubali hii finance bill ya mwaka wa 2026 ipitishwe vile iko sasa hivi. Wanasema kwamba ni lazima ifanywe mabadiliko ama iondolewe kabisa. Nataka kwanza nikuoneshe baadhi ya videos ambazo zina trend sana katika mitandao ya kijamii. Lakini kabla hatujaendelea, nataka kwanza tuangalie what's trend in Kenya, mtazamaji wangu. Tuangalie kwanza ni nini ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya sasa hivi. Kwanza kabisa nataka tuanze na hii video ya Musalia Mudavadi ambayo alionekana akimpiga picha William Samoei Ruto, video ambayo imetrend sana katika mitandao ya kijamii. Okay with me. Mtazamaji, huyo ni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi akimpiga picha William Samoei Ruto. Hii video imetrend sana katika mitandao ya kijamii hapa nchini Kenya, mtazamaji wangu. Watu wanasema kwamba finally tumepata kuona kazi ya Musalia Mudavadi. Anyway, tuendelee na video ya pili ambayo nataka tuangalie, ambayo iko trending. Kuna huyu UDA candidate kutoka huko Olkalau ambaye tayari anasema kwamba yeye ndio atakuwa mshindi na hata ameanza kupractice vile atajiapisha akishindwa. I, Samuel Muchina Nyaga, I do solemnly swear that I will serve the people of our Karao constituency with dignity, respect. So God help you. Kanatiwa. Yakerana Gikoyo. Yakerana Gikoyo. Kanade Tarage Loeri. So mtazamaji, huyo ni candidate wa UDA huko Olkalau. Mtazamaji wangu, huko mambo yanazidi kuwa moto sana. Unajua next month itakuwa ni election huko Olkalau, na tunajua kwamba macho ya Wakenya wote yatakuwa yanaelekezwa pale, kwa sababu Wakenya wanataka kuangalia kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua nani ndio kusema upande wa Mlima Kenya. In fact hata Gachagua amemwachia Senator Medhu hiyo kazi. Amesema kwamba hiyo kazi awache timwachie Medhu, kwa sababu inaonekana wazi kwamba UDA itanyoroshwa sana huko upande wa Olkalau. So tukiendelea mbele ndio tuangalie mambo ya mtazamaji wangu finance bill. Nataka nikuwekea hii video ya mwisho kabisa ya what is trending. Kuna hii video ya Okiya Omtatah ambayo ilikuwa, and going forward I would request that tomorrow the clerk sets up these instruments. I come here and I need 30 minutes to substantiate, and I walk you through the budgets and the statements of accounts of the government to show you how we are being looted. Can that be done for me tomorrow? Order, Honorable Omtatah. Honorable Omtatah, you have just indicated you are unable to substantiate instantly, and therefore you are requesting to do so tomorrow. Very well. You may proceed to conclude your comments. But the request is that I be allowed to... You may proceed. The gadgets be actualized, the country be hooked on, and I do the substantiation online for everybody to see. Not that I give you to decide whether I've substantiated or not. Senator Omtatah, yes. You cannot dictate on how this House proceeds on this matter. I am an elected representative. I represent taxpayers, and the only reason I'm here is because people pay taxes. Everything else is irrelevant. And when it comes to public money, I will dictate how that public money is to be used. I would rather be thrown out of this house than be part of the scam. I achieve nothing sitting in this house if it cannot control public money. I would rather be thrown out and never be a senator in my life than be part of the scam. Senator and that's Omtatah, what I'm saying. Order, Senator Omtatah, order. If I were you, I would have saved that energy for tomorrow. Mr. Speaker, when you are substantiating. You said you're unable to do so right now, and therefore, can you save that energy for tomorrow with all the gadgets? You may now proceed. I only requested that the matter of substantiation should be not a case whereby I hand you a flash disk, then you come and tell us, I've substantiated or I've not. I want to do it in the open on the screens, so that every person in this country can see that I've substantiated. Our government is engaging us in odious debt, which we have not been approved by Parliament. Because the only reason I'm here is because Senator Omtatah, we have concluded that matter. Proceed to conclude your comments. Yes. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'm well guided. So mtazamaji, huyo ni seneta wa kaunti ya Busia, Okiya Omtatah, moja kati ya maseneta ambao wamekuwa wakitetea Wakenya sana.
amekuwa akijitolea kutetea Wakenya sana. Niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section kuhusiana na maneno ambayo Senator Okiya Omtata ameweza kuzungumza. So mtazamaji wangu, tukirudi kwa Finance Bill 2026, mtazamaji wangu, hii ni moja kati ya jambo ambalo linazungumziwa sana hapa nchini Kenya. Wakenya wengi naona kwamba wanasema kwamba reject Finance Bill 2026, na wengine wanasema kwamba hata kama mtu reject mfute kabisa, basi kuna vipengele ambazo zinahitaji kuweza kufanyiwa urekebishwaji. Yaani zinahitaji kurekebishwa kwa sababu kuna vipengele ambazo ziko pale ambazo Wakenya wanasema kwamba itakuwa ni mzigo sana na itawaumiza Wakenya sana, aswa wale Wakenya ambao wanapata shilingi 30,000 kushuka chini. Utapata kwamba taxes nyingi sana zimeongezewa, na kuna hii kitu ambayo inasumbua Wakenya sana, hii ya eti ukituma pesa KRA itakuwa inakata yao juu kwa juu, hata kama ni kwa M-Pesa. Machaji na manyonyo, hii ni mwecheche. Hebu angalia hii video. Finance bill. Wacha nikupe example. Morio ametoka Kilimani, ametoka kutolea mumama nguo. Mumama akamtumia do kwa M-Pesa. KRA ni nani? Wako na percentage yao hapo ndani. If you can't take my example, leave me alone. Na si huyo mwenye amekutumia anatoa tax, ni wewe. After tizi umefunguka, umefunguana. KRA. Hiyo unataka kulipa rent ukifika kwa landlord. Rent imeongezeka by 10%. KRA. Unataka simu mpya ya macho tatu. KRA wameongeza tax. Nikiendelea kupata example kama hizi. Hiyo ni moja kati ya jambo ambalo linasumbua Wakenya sana, kwa sababu wanasema kwamba unaweza kuwa unataka kulipa mtu 300 yake ambayo amekudai. Sasa huyo mtu ambaye umemlipa 300, KRA watachukua yao juu kwa juu kwa hiyo 300. Nafikiri hiyo ni moja kati ya vitu ambazo serikali inafaa kuelezea Wakenya waelewe zaidi ni kwa nini wanafanya hivyo, na mambo kama hayo sio lazima waongojee mpaka Wakenya waende kwa maandamano ili waweze kuelezea. Wanafaa kueleza sasa hivi na watu wataelewa ni kwa nini KRA watakuwa wanaingia kwa simu yako, kwa banki yako, kwa M-Pesa yako na kuchukua pesa kilazima, kwa sababu hiyo ni kama kuchukua kwa lazima. Kwa sababu ikisemekana kwamba itakatwa juu, hiyo ni kama kuchukua kwa lazima. So ni jukumu la serikali aswa Mbandi na wenzake waelezee Wakenya kwa undani tu ni kwa nini imelazimika kufanya hivi. Nafikiri Wakenya wataweza kuelewa kwa maoni yangu, lakini so sijui na maoni gani. June 25 vijana wa Gen Z wanasema kwamba watakuwa wanafanya maandamano kama kawaida. Huwa wanafanya maandamano kila mwaka kutoka mwaka 2024, siku ya kwanza maandamano ya Gen Z ambayo yali reject Finance Bill ya 2024. Wamekuwa wakifanya anniversary kila June 25. So June 25 wote tunajua kwamba kutakuwa na maandamano hapa nchini Kenya, maandamano ya kupinga Finance Bill ya mwaka wa 2026. So hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unakubaliana na hiyo maandamano au unasema kwamba haifai kabisa? Niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na kuomba tu usiende mbali kwa sababu nitarejea na mengi zaidi. Hii ndio Tan Daily Politics, na kuomba usiende mbali kwa sababu nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.